hali ni mbaya zaidi, hali ni mbaya sana, na washirikina wana soko zaidi sasa hivi, au wanaitwa waganga wapiga ramli, wana soko kubwa sana, na jamii nyingi sana zimeharibika, nyumba nyingi zimeharibika kwa sababu ya ramli. Na tatizo la ramli ni jambo moja, kuwa ramli kabla ya kuwa ni ushirikina, kwanza ramli zinasababisha uadui na mmomonyoko mkubwa sana wa familia. Yani ramli zinaleta fitna kubwa sana katika majumba, katika familia. Halafu sasa ilivyo, kamtu kamoja tu kanaweza kaenda kakapiga ramli ikachangua familia ya watu 200. Kapumbavu kamoja tu kakaenda kakapiga ramli kakapangua ukoo mzima, ukao hauelewani. Kwa sababu gani? Kwa sababu huo ukoo ulivyoambiwa na kale kapumbavu kalikoenda kupiga ramli kakasema, yako kapumbavu kakasema, narogwa kama mwanamke. Mfano, nimeenda kuangalia, mganga kasema anayemroga mwanangu ni mama yako. Anamwambia mumewe ni mama yako. Kwa shughuli inaanza. Yule hiyo habari sidhani atakaa nayo, atatafuta mtu yoyote kwenye familia, atamwambia nimeenda nikaambiwa mama ndio ananiroga nini. Sasa habari inafika kwa makaka wa mumewe au kwa madada. Zikishafika kule zinafika kwa mama wa mke, mama wa mme zinafika. Zikishafika hapo, maana yake zishafika ujombani, zishafika upande wa mke, kwa sababu nashamwambia mama yake, shamwambia nani, na zishafika upande wa mume huko. Sasa shida inakuwa na hawa nao sasa, kwa sababu wanalitilia maanani hili tayari wewe tu mama yetu, wewe unafanya hivi, wewe hivi, ni washirikina, ni hivi, papo ndio imevunjika. Simeelewa mwanaume naye alipokuwa mjinga mpumbavu, mama ni kweli bwana, inawezekana kweli unamroga nini, unaona kwa sababu inawezekani, wanasema kabisa, wameonyeshwa kabisa picha yako. Tayari ashafanya hukuku kwa mama, shamwasi mama tayari, mama na mtoto. Mvurugu, ukoo umevurugwa na kapumbavu kamoja, kameenda kuangalizia, kakaambiwa anayekuroga ni mama mkwe wako. Au mume kaenda kuangalizia, akaambiwa anayekuroga ni mama yako. Tayari vurugu. Na hayo yamejaa sana. Sikuambii kwa wafanya biashara, kwa watafuta vyeo makampunini, mawapi, wanasiasa, wakulima, wanandoa, kila vurugu tano kwa sababu ya wapiga ramli, na wanaaminiwa hao bala. Cha ajabu kabisa, unaweza kukuta mtu ana madhhabi ya sunna kabisa, lakini anafanya hayo mambo. Sasa ujue kuwa kuna matatizo katika jamii yetu ya kutojua tauhid. Sasa ukiona tunafundisha tauhid na hatuachi na tunarudia, ujue matatizo yake ni makubwa, kwa sababu tauhidu ndio imani. Tauhidi inapokuwa kubwa, ndipo unapozidi kuepukana na haya mambo. Ikiwa ndogo, unazidi kuyakurubia.
Kwa hiyo inatakikana watu wasikilize sana tauhidi, kwa sababu ni mauidha, yanazidisha ile imani, ile tauhidi inapanda. Kwa hiyo inatakikana tauhidi muda wote iwe juu. Kile unavyozidi kupungua tauhidi yako ndivyo unavyokurubia hayo mambo. Ima ukaenda ukafanya wewe, au akaenda akafanya mtu ukasadikisha, na yote ni balaa. Kwa sababu mfano huyu mtu mpumbavu mmoja alienda kuangalizia, akasema mama yake anamroga. Watu wangepuuza, wangempa nasaha asifanye huo ushirikina na asirudie tena, na wakapuuza kwamba huu ni ushirikina na hufai, na kwamba huyo mpiga ramli ni kadhab, muongo. Hata kama ameleta picha ni muongo. Majini yana tabia hiyo ya kugombanisha watu. Hiyo ni kazi ya majini. Wanaleta kabisa picha za watu, majini, mashayatini, majini na mashayatini. Ni kweli kabisa, unaonyeshwa kabisa. Yaani sio kwamba labda haipo, ipo, unaletewa. Bwana wewe, si kuna jamaa unakaa naye sana pale kijiweni, huyu hapo unamwona, si unamwona huyu? Basi huyu jamaa huyu ndio kakuroga mpaka umefilisika huyu hapo, na unamuona kabisa huyu fulani kabisa, sura yake hii hapa. Kazi ya majini, mashayatini ndio wanafanya hiyo kazi, wanazileta hizo picha, na wewe unaamini. Lengo ni nini? Kuchonganisha. Majini, mashayatini na mahasi yana husda sana, husda kubwa sana. Yani wakiona watu wa kheri wanafanya mambo ya kheri, wanaharibu. Inawezekana hata mambo ya kheri ya kidunia tu wanaharibu. Sasa usipokuwa na akili unaingia kichwa kweli bwana, kweli da, ndio maana juzi akapita pale dukani kwangu chap, halafu sikumwona tena. Acha ujinga, acha wasiwasa wewe. Hayo maradhi ya moyo, maradhi alqulub, maradhi ya nyoyo hayo. Yaani hili jambo ni kubwa, tatizo sugu, na huwezi ukaliona kwa sababu liko kimya sana katika mambo ambayo yamefinywa kwenye jamii yetu, yamefinywa, hayasemi. Kwanza hayaonekani, pili wanaoyafanya wenyewe wanajua kwa wanafanya kimya. Ndio uchawi, kwa sababu uchawi lazima ukimya, uchawi. Hasa utakuta asilimia kubwa ya watu ni wachawi, lakini hawajiiti wachawi. Wanadhani uchawi ni kwenda kumroga fulani adhurike tu, kumbe uchawi hata kule kwenda kuangalizia wenyewe ni uchawi. Na ndio maana unafanya kimya. Hakuna mtu anajitangaza akasema natoka naenda kupiga ramli, hamna. Kwa hiyo athari zake pia pamoja, wanafanya kimya na athari zake pia ziko kimya, lakini ni nyingi. Unaweza kukuta mgogoro kwenye familia hauishi, kumbe kuna jambo halisemwi. Wewe kila ukijaribu kutafuta kusuluhisha, huambiwi kuna jambo, kuna kakitu hapo, hawasemi, kwa sababu mambo ya aibu.